La kwanza, wagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watachukua fomu tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2015 na kuanzia tarehe 3 mwezi wa 6 na kuzirudisha mwisho tarehe 2 mwezi wa 7 saa 10 jioni. Kwa hiyo wagombea hawa wakati wowote kuanzia tarehe 3 mwezi wa 6 2015 wanaruhusiwa kuanza kuchukua fomu siku yoyote, lakini wanatakiwa wao wamezirudisha tarehe 2 mwezi wa 7 2015 mwisho saa 10 kamili jioni. Na kuanzia hiyo tarehe 3 ambayo watachukua fomu mpaka tarehe 2 wakishachukua, watafanya kazi ya kuzunguka mikoani kutafuta wadhamini. Tulifanya mwaka 2005, tunarudia utaratibu ule ule, yako mambo machache yaliyobadilika. Kwa hiyo kati ya tarehe 3 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 watazunguka mikoani kutafuta wadhamini. Vikao vya uchujaji vya kitaifa, tutakuwa na kamati ya usalama na maadili, inategemewa kukaa tarehe 8 mwezi wa 7. Kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa inategemewa kukaa tarehe 9 mwezi wa 7. Halmashauri kuu ya taifa inategemewa kukaa tarehe 10 mwezi wa 7, ambayo kikao hichi cha halmashauri kuu cha tarehe 10 mwezi wa 7 ndicho ambacho pia kitatoa jina la mgombea urais wa Zanzibar. Halafu mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi unategemewa kufanyika tarehe 11 mpaka 12 mwezi wa 7 2015. Nadhani hizi tarehe mmezipata vizuri. Baadhi ya masharti ambayo yalikuwepo, mengine yameongezeka, nitaja machache ya msingi. Hawa wagombea watatakiwa kwenda kutafuta wadhamini. Mwaka 2005 na 2010 walikuwa wanatafuta wadhamini 250 katika mikoa 10, na katika hiyo mikoa 10, mikoa 8 ya bara, mikoa 2 ilikuwa inatoka Zanzibar. Sasa mabadiliko ni kwamba safari hii watatafuta wadhamini 450, sio 250 tena, ni 450 kutoka katika mikoa 15 badala ya mikoa 10. Na katika hiyo mikoa 15, mikoa 3, walau mikoa 3 itoke Zanzibar na mmoja utoke either Unguja au Pemba. Kwa hiyo mtu anaweza akachagua. Kwa hiyo utaona wanatafuta wadhamini 450 kutoka mikoa 15, 3 Zanzibar, 12 bara, na katika hiyo 3 mmoja lazima utoke either Pemba au Unguja. Sharti la pili la muhimu la kuzingatia ni kwamba wagombea urais hao wanapokwenda kule kutafuta wadhamini, wajumbe wote wa mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi hawaruhusiwi kumdhamini mgombea. Mjumbe yoyote wa mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi ambao wapo kwa mujibu wa katiba, wakiwemo wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa neki, viongozi wa mkoa, wale ambao wanaingia kwenye mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi, hawaruhusiwi kuwa wadhamini wa mgombea, kwa sababu wanategemewa baadaye waje kushiriki katika mchakato wa kuteua mgombea. Kwa hiyo hawataruhusiwa kumdhamini mgombea. Kwa hiyo wakimdhamini ni makosa. Lakini pia mwanachama anayemdhamini huyu mgombea urais haruhusiwi mwanachama mmoja kumdhamini zaidi ya mgombea. Rais wa Zanzibar, kuchukua fomu kwa rais wa Zanzibar itakuwa tarehe 3 mwezi wa 6 2015, na kuanzia tarehe 3 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 2015 saa 10 jioni anategemewa huyo mgombea awe amezirudisha. Lakini pia kwa tarehe hizo hizo
anapewa muda wa kutafuta wadhamini, atakwenda mikoani kutafuta wadhamini kuanzia tarehe 3 mwezi wa 6 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7, lakini kabla ya saa 10 jioni hao amerudisha fomu zetu. Vikao vya uchujaji, kutakuwa na kamati ya usalama na maadili ya Zanzibar tarehe 4 mwezi wa 7, kamati maalumu ya halmashauri kuu ya taifa tarehe 5 mwezi wa 7, kamati ya usalama na maadili ya taifa tarehe 8 mwezi wa 7, kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa tarehe 9 mwezi wa 7 na halmashauri kuu ya taifa tarehe 10 mwezi wa 7. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinategemea kumpata mgombea urais wa Zanzibar tarehe 10 mwezi wa 7 2015. Kwa utaratibu wetu, mgombea urais wa Zanzibar anatolewa na halmashauri kuu ya taifa, haendi mkutano mkuu. Masharti kwa mgombea urais wa Zanzibar tofauti na yale ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadhi ya masharti haya, mengine yamo kwenye kanuni na taratibu zetu ambazo tunategemea watazisoma. Tunatoa haya machache kwa msisitizo. La kwanza, mgombea huyu atatakiwa atafute wadhamini wasiopungua 250. Apate wadhamini 250 katika mikoa mitatu ya Zanzibar, na kati ya hiyo angalau mkoa mmoja kutoka Unguja na mkoa mmoja kutoka Pemba. Wadhamini 250, mikoa mitatu, kati ya hiyo mmoja utoke either Unguja au Pemba. Hili sharti lilikuwepo, halijabadilika. Lakini pia na yeye, wajumbe wote wa NEC ambao ndio watakaokuja kufanya uamuzi hawaruhusiwi kumdhamini. Na pia lile sharti la kwamba mwanachama haruhusiwi kudhamini mgombea zaidi ya mmoja. Kwa hiyo hata Zanzibar sharti hili lina apply. Masharti mengine ni yale ya kawaida ya fomu ile ithibitishwe mwanachama awe amethibitishwa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi.